Odi. Tadi gitu. Apa nyamu? Amjambo watoto wazuri. Mama naenda wapi? Ndio kwa hivyo sikati kai sana. Jamani, ngoja mwenyekiti. Jamani, habari za mchana tena. Karibuni sana hapa kwa mama mmoja anaitwa Gati. Huyu mama historia yake ni kwamba alikuwa hana mume, lakini pia akabahatika kupata mkamwana naye ambaye analeta sasa hana. Mama ambaye ni wajane wawili wanaishi kwenye familia hii na wana watoto wadogo sana. Una watoto wangapi mama? Watoto wawili. Nenda mbele ili wanasoma shule ya msingi kwa mama, lakini pia kwa hali halisi unaangalia changamoto iliyopo. Mama mwenye watoto mama huyu ambaye ndiye mama mzazi wa hao watoto wawili unaowaona ambao ni wa kike na wa kiume, yeye pia ana ulemavu wa miguu, lakini ndiye mlezi, ndio tegemeo kwa hao watoto unaowaona. Lakini pia mama mko wake ambaye ndiye mwanzilishi wa familia, naye pia ni mlemavu wa kutokusikia. Kwa hiyo ni watu wawili wanaishi katika hali ya ulemavu, mwingine ana ulemavu wa miguu, mwingine ana ulemavu wa kutokusikia, lakini ndio wanaowalea watoto hao. Shughuli zao wanazozifanya ni vibarua vidogo vidogo. Kuna kashamba wanakuja wanakubadilia, unawapa mahindi labda kasiku mbili, unahitaji kusomea maji, ndio wanaofanya katika hali aliyonayo ya ulemavu. Wakati mwingine lazima mpaka watoto hawa wanaacha kwenda masomoni ili wakapalilie vibarua wapate mahitaji ya shuleni na mahitaji mengine ya chakula. Lakini watoto ambao katika mtaa huu ni changamoto kwamba ni namna gani tunaweza kuwasaidia ili kuinua kutoka hatua iliyopo kwenda hatua nyingine. Mimi ni kama Roho wa Mungu ameugusa CD Production. Kati ya wanamtaa wote wenye changamoto kubwa ni hawa, kwamba walemavu wawili wanalea watoto wawili. Mimi niwapongeza sana CD Production na niendelee kutoa wito kwa wadau wengine wanaoona mazingira ya familia hii. Hata kama unaona mazingira ya mahala wanapolala na mji wenyewe unaonekana kwamba wanaishi katika mazingira magumu sana. Kuna wakati mwingine kama nilivyoeleza hapo awali, watoto hawa hawaendi shuleni. Shule wanaosoma takriban almost kama kilomita 3 kutoka hapa tulipo. Wakati mwingine hawaendi shuleni. Maana yake ni nini? Mama hajiwezi, bibi hajiwezi. Hawa watoto ndio wakasombe maji kwa majirani ili wapate pesa kwa ajili ya kununua mahindi na vidagaa ili angalau wajikimu. Hivyo niombe na niwatie moyo sana. Mungu awabariki sana kwa namna ambavyo mlikuja familia hii mkaguswa na leo mkaamua kuja kuwaletea kidogo tu kwa ajili ya kuinua. Asante sana CD Production na Mungu aendelee kuwabariki sana. Hiki ni kidogo ambacho Mungu ametujalia, sawa, kuweza kukugusa wewe, sawa, lakini pia tumeona mazingira unayokaa, sawa. Ndugu watazamaji, kama mnavyoangalia mazingira huko, mazingira mnayoyaona, hayo mazingira ndiyo huyu mama anaishi na familia yake na watoto. Ukimwangalia huyu mama ni mlemavu wa miguu na watoto wake, mwenyekiti anazungumza kwamba hawa watoto ndio wanafanya kazi, alafu ndiyo sasa wazazi wanafanyeje? Ndio wanapata mahitaji. Sasa ukiangalia umri wa watoto ni mdogo, kwa hiyo muda wao kupata mahitaji ya shule unakuwa kama vile ni mgumu sana. Kwa hiyo tukushirikishe baraka hii, sawa. Unaweza ukaona, angalia, unaweza ukalala sehemu ambayo unajisikia vizuri, lakini angalia unajisikiaje kuona mazingira ya hawa wanalala mazingira haya hapa. Ukiyatazama haujaingia tu ndani,
unajua kabisa watu wanahitaji kuguswa jamani. Kwa hiyo tukushirikishe baraka hii, kuna namba zinapita hapo mbele, tuwafanyie bado. Kwa sisi kama CB Production tumefanya kwa sehemu na pamoja na mwenyekiti sawa, lakini tunakuomba sasa na wewe mdau ambao unaweza ukashikwa na roho ya uchungu katika kuwagusa hawa yatima na wajane ambao wanaishi katika mazingira magumu. Mimi ningeomba tungefanya kitu hapa, tungefanya kitu hapa, kinawezekana, tungejenga nyumba. Okay, natamani tuyaone mazingira haya. Sawa mama, huko ndio tuonyeshe mazingira. Haya ndio mazingira hapa. Hili ni jiko, si ndivyo? Hili ni jiko ambalo ndo wanapikia watazamaji. Okay, hii ni store yao wanayotunzia vyombo. Angalia store yako ambavyo ni nzuri, lakini angalia binadamu wenzetu, hii ndio store yao, wanatunza vitu vyao, ndo jiko na store. Lakini hapa sasa hapa ndo kwa huyu mama mkwe ambaye hayupo, tumemletea mahitaji yake ambayo tumesema atawakilisha mtoto wake. Haya ni mazingira ambayo nilitamani tufanye kitu hapa tena. Kwa maombi yangu nilitamani tuje tuwajengee hivi vimiji vyao, kwa sababu eneo si wanaro sawa, tuje tuwajengee vijumba, yani tuwajengee mahali ambapo tunaweza tukarudi tena wakasema hapa ndipo wanapoishi binadamu. Namba zetu zinapita hapo. Wewe ambaye upo nje ya Tanzania au ndani ya Tanzania sawa, tunachoomba kwako ni nguvu yako kushikamana na sisi CB Production kwa ajili ya kugusa hawa jamani. Tunapopitia maisha mazuri, tunakula vizuri, tunavaa vizuri, wengine wanaishi mazingira ambayo ni magumu sana. Ukiona unaweza ukajisikia vibaya ndani ya moyo wako. Kwa hiyo tunaomba, kwa sababu sawa, unapofanya hivyo unakuwa hujamgusa huyu mama, umegusa moyo wa Mungu. Siamini kama Mungu anaweza kanyamaza. Kwa hiyo tunapopata mahitaji kama haya sawa, tukija kwa pamoja, kwa mfano kubomoa hivi vijumba vyao, alafu tukawajengea vizuri, tukanunulia vitanda vizuri, mazingira yao yakawa vizuri, kwa sababu huyu mama ni mlemavu. Mungu hawezi kunyamaza. Kwa unachobarikiwa Mwenyezi Mungu anatamani ukagusie na wengine. Na ndio maana sasa sisi kama team CB Production tumeona tuje sasa kugusa na kuwatia moyo kwa kile ambacho tumeweza kuleta. Kwa hiyo ninakuomba uweze kushiriki baraka hizi. Lakini kama uko Tarime mjini, namba zetu ziko hapo. Sawa, uko Tarime, sisi tunapatikana Tarime Lebu Center opposite na Otiso. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu tukakuelekeza mahali ya ofisi zetu, na kila utakachokitoa utakiona kwa macho yako, kwa sababu sisi sawa tutafanya kwa namna ya uaminifu sana. Mungu abariki sana. Njoo uangalie sasa anapoishi huyu place. Nani unaitwa? Nani? Justina, kama unavyoangalia hali yake. Sawa. Kama unavyoangalia hali yake. Hebu angalia leo. Ingia kwa ndani kama tutapata mwanga. Tunakuwa na simu yoyote hizo simu zote ni. Acha tu paka hivyo. Acha tu. Hapa nipo kaa hapo sasa. Achana ingiza na hiyo gometi. Hapa ndipo anapolala nani? Hapa ndipo anapolala Justina. Huyu Justina ni mlemavu wa miguu, lakini kiukweli ndugu zangu, unaweza moyo wangu unapata ganzi sana kuangalia kama hivi. Hatuwezi kushindwa kufanya jambo kwenye familia hii. Mama wanasema ni kiziwi, ambaye ni mama yake mkwe, yeye ni mlemavu. Watoto wale wadogo ndo wanafanya chochote ili hao watu wapate mahitaji. Mimi nitoe tena wito, mazingira haya hayalizishi. Justina tumekuja na godoro sawa, lakini tumekuja na unga sawa, pia na mavazi sawa,
lakini pia tumewaletea watoto viatu, sawa, lakini pia tutakuachia na fedha ya madaftari, sawa. Imani yangu inanituma Mungu hawezi kukuacha, sawa. Unasali? Unasali, endelea kusali.